Thamani yangu iko wapi? Upendo wangu uko wapi? Majeraha moyoni, nashindwa kuhema. George, mume wangu, ninapokutizama nashindwa, sijui kama nisemeje. Kipi ambacho nimekukosea mimi mpaka unanipa adhabu kali kiasi hichi mume wangu? Thamani yangu iko wapi katika ndoa? Mimi najua ni mtu wa mtu, najua majukumu yangu yako wapi, lakini nashindwa kunipata nafasi moja tu, hata ya kuzungumza neno moja mume wangu. Sijui nifanye nini nikuridhishe mume wangu. Nipo tayari kufanya chochote, lakini mume wangu usiumie, usikwazike. Nifanye nini baba watoto wangu? Hebu niambie mume wangu. Kila ninachokifanya kwako kinaonekana kibaya. Kila hatua ninayopiga kwako yote ni mbaya. Kipi nifanye? Nimekosea wapi mimi jamani? Nipo tayari kuomba msamaha mume wangu. Naomba jaribu kunisikiliza, na mimi nina moyo naumia George. Nakuomba mume wangu, nipe nafasi leo, nataka nizungumze na wewe. Naomba please. Sikia nikwambie, sina hisia za mapenzi na wewe tena. Huna hadhi ya kuwa na mimi. Hakuna kitu chochote cha thamani ambacho nakiona kwako ambacho wewe unafaa kuwa mke wangu. Sikuhitaji. Kwa nini unalazimisha mapenzi? Sina muda wa kukaa hapa niongee na mwanamke kinyago kama wewe. Huna hadhi. Hunivutii kwa chochote wala kwa lolote. Sikuhitaji kwenye maisha yangu. Achana mimi. Kama unaona huna wanaume ambao wanaweza kuwa na wewe kimahusiano na wakakuoa uwe mke wao, kaolewe na kaka yako. Hapana mume wangu, usifanye hivyo mume wangu. Naomba nisikilize na mimi, nina moyo wa kuumia. Naomba nisamehe mume wangu. Toa mikono michafu kwenye nguo yangu. Nikwambie kitu. Sina muda wa kukaa naongea na mwanamke mpumbavu kama. George, hapana George. Sifanye mume wangu George. Thamani yangu iko wapi? Upendo wangu uko wapi? Majeraha moyoni, nashindwa kuhema. Furaha yangu iko wapi? Thamani yangu iko wapi? Majeraha moyoni, nashindwa kuhema. Mjomba, unajua mimi siku nyingi nilikuwa nipo busy sana mambo yangu. Nilikuwa natoka, wewe ndo unaingia, kwa hiyo tulikuwa tunapishana. Sasa nilitaka nijue hali ya dada yako, sijui anaendeleaje. Mjomba, kiukweli na mimi nisikudanganya. Nina kama wiki 2 hivi sijaenda kumtembelea dada yangu. Yaani uvivu fulani tu kamenikuta, sijapata muda wa kwenda kumwangalia. Hivyo sijui kwa sasa hivi anaendeleaje. Unajua, unaponambia una siku nyingi uende kumtazama, unanijengea kitu kingine tofauti. Nikikumbuka kauli za dada,
au kauli ambazo mimi waga nawaambia kila siku na kila siku waga tunaliongea hili ni kuhusiana na upendo. Unajua nyie ni ndugu na mmebaki wawili tu. Mnatakiwa kushirikiana na kuwa mnatazamana kila muda kwa sababu nyie ni ndugu. Unapokuwa unamtenga yeye atakuwa anajihisi vibaya. Maana yeye kule anabanwa sana kiasi kwamba hataweza kuja kwa kila siku. Na wewe ni mwanaume unatembea, inatakiwa unafika kula hata mara moja, unakwenda kumjulia hali. Unachokisema mjomba wangu upo sahihi. Na mimi sio kwamba nina tabia kutokwenda kumwangalia, maana ni majukumu yangu mimi na mapasho yangu kwenda kumjulia hali. Sema tu siku hizi kabisa sijui ni kitu gani kimenikuta. Lakini kwenye hizi siku 2 hapa, hazipiti siku 2 nitaenda kumjulia hali. Nitafurahi kama itakuwa ni hivyo. Wala usijali mjomba. Kaka, nilikuwa nataka niende kumtembelea wifi yangu. Si unajua sasa hivi ni siku ya 3 hatujaonana. Toka siku ile tulipotoka kule mimi na wewe kunitambulisha, sijamuona tena, nimemisi, nataka nikamuone. Dada, mbona uko haraka sana? Mimi najua ile pale ni wifi yako. Ulikuwa unatamani uende kumuona lini? Nilikuwa nataka niende sasa hivi. Leo mimi sitakuruhusu. Maana na nguo zangu ni chafu sana, nilikuwa natamani unifulie. Lakini kesho ingekuwa vizuri zaidi. Kwa nini usiende kesho? Si unajua mimi nataka kuondoka kwenda shule. Lakini siwezi kuondoka kabla sijamuona wifi yangu. Na mimi kiukweli siwezi kuruhusu kuondoka kabla hujaenda kumuona wifi yako au kumwaga. Hicho kitu kipo kwenye akili yangu, lakini vyema nisaidie leo kunifulia nguo zangu. Kesho sitokugasi kwa lolote. Utaenda huko, utashinda huko mpaka jioni. Yaani mtapiga story, utagaragara kwenye viti vyake, sijui utafanya hiki, utafanya mpaka jioni. Lakini kwa leo naomba unisaidie tu kwa hicho. Maana mwisho wa siku nitakuwa natembea kaka yako anaonekana kama chizi. Wewe jamani vipi, mbona ngozi zinatoa vumbi? Kwa unisaidie hichi kitu, zeni kesho ruhusa iko wazi. Tena hata kama nikiwa sipo, wewe utaacha umerudisha mlango, funguo naweka pale pale, unaondoka, haina shida. Sawa dada? Nipinge mimi nani basi? Tabasamu basi kama kweli. Usije kuniona kaka ni kaka wa ovyo. Mimi nataka uikae hapa, kila kitu ambacho unachokitaka ukifanye, hata siku ukirudi mjini useme kweli na kaka ambaye ni jembe. Sawa dada? Okay, basi nafurahi sana kwa kunielewa. Thamani yangu iko wapi? Upendo wangu uko wapi? Majeraha moyoni nashindwa kuhema. Jamangu, na nafikiri jana ulileta mzigo, lakini nilipopitia nikakuta kwamba haujakamilika. Na kumbuka kwamba hela hiyo mimi nilikupa kwa roho nzuri tu. Nimekupa hela yangu kamili na tukawa tumekubaliana kwamba utarudisha hela ambayo ni kamili. Lakini nimeshangaa jana kuona wewe hela yangu hujafanya nini? Hujaleta kamili. Sasa mpaka sasa hivi najiuliza tatizo lako ni nini? Lakini kitu kingine ni kwamba kumbuka hiyo hela ni ya biashara. Mimi hiyo pesa yangu naiweka kwenye biashara sana. Sasa unapokuwa unachelewesha mzunguko wa biashara, unanifelisha kaka. Sawa? Kwa mimi ningeomba ujitahidi. Kwa mzigo ni upate chapu kwa haraka, au sio? Aya, asante, nimekuelewa. Naomba nivumilie. Hata hivyo nimepambana sana kuipata hiyo hela. Nielewe kwanza hivyo. Ila kwa nusu ambayo imebaki naomba niangalizie ndani ya siku 5 tu nitakuwa nimeshaipata, nitakukamilisha hela yako. Ya, nitashukuru sana. Kaka, za siku ni nzuri dada yangu. Kaka, wewe ndo unajua kujipoteza. Hivi kwa unashindwa hata kukumbuka dada yako kweli? Naishi kama mtu ambaye asiyekuwa na wazazi. Muda wote nafikiri kakaangu yuko wapi. Nakumisi sana kakaangu. Kweli kaka, kweli.
Dada yangu, una haki ya kulaumu, lakini ujue kwamba kakako mimi ni mpambanaji. Ni lazima nijikeep busy sana na mambo ya maisha. Kwa hiyo ukiona kuna muda nafanya wiki moja, wiki mbili, siji hata kukujulia hali, ujaribu kunielewa dada yangu. Ila ndo nimefika, nataka nijue naendeleaje sasa. Mi niko sawa kama jinsi unavyoniona, niko sawa kabisa. Ni sawa, lakini ni majukumu yangu mimi kukujulia hali, lakini pia ni mapashwa yangu kujua ni namna gani unavyoishi kwenye ndoa yako. Kwa hiyo naweza nikataka kujua vipi hali yenu ya ndoa wewe na shemeji yangu. Labda kuna manyanyaso yoyote, kuna hali fulani labda ya kukufanya wewe usienjoy furaha ya ndoa yako. Najua sisi ni wanaume bana, kwa hiyo kuna muda tunatakiwa tuwe tunashauriana mawili matatu. Mimi shemeji yangu nampenda sana na namheshimu sana, lakini pia mimi napenda sana ndoa yenu idumu. Ndio maana huwa kila wakati nataka nikikutana na wewe nikuulizie ni namna gani unavyoishi kwenye ndoa yako. Labda anaweza akaponyoka kidogo, akaona tabia mbovu, basi mimi nipate nafasi ya kumshauri. Kakaangu, yaani mimi niko salama kabisa, tena nina furaha, nina amani. Yaani najikuta kwamba ni mtu mwenye bahati kubwa sana kupata mume wangu. Yaani Jody ni mwanaume wa kipekee sana katika maisha yangu. Mpaka najikuta nakumbuka neno ambao mama aliniambiaga kwamba mwanangu, unaolewa, basi unapokuwa katika ndoa, chochote kile ambacho kinachotokea katika ndoa, basi inabidi uvumilie. Na mimi tayari nimekuwa nina furaha, ingawa changamoto haikosi. Ya, ni kweli dangu. Utakuwa ni mke bora sana kwa mume wako, ukiwa umejua kabisa kwamba kuna muda ni lazima changamoto zitokee, sio kwenye ndoa tu, lakini kwenye maisha yote ya binadamu ni lazima changamoto iwepo. Basi mimi bana si mkaaji sana, nataka nije nikupitia hapa nikujulie hali, lakini pia Shem sijamkuta, tamwambia nilikuwepo hapa. Kaka, mbona mapema hivyo? Maana hata chakula nje sikuandaa, ulikuja surprise. Kule kaka naomba unisamehe tu. Maana sikutegemea. Wala usihofu, sisi ni vijana bana, ni lazima tuna muda mwingi sana wa kupata misosi huko. Hebu kwanza niulize. Vipi kwanza wifi amesharudi au? Dadangu wewe, hivi anaweza karudi wifi yako? Taarifa hiyo siwe nayo? Bado hajarudi, ila akirudi utajua tu. Ni lazima kwanza yeye mwenyewe tu kwa shauku zake, nikiongea naye kwenye simu, msalimie wifi. Wow, jamani nimemisi sana wifi. Yaani aisee, natamani muda wote nimuone kweli. Unajua sasa kuna kauli ambao mara kwa mara wanakuwa ikizungumza, lakini matekelezo siyaoni. Sasa maana mpaka sasa bado mke wako yupo. Anatarajia lini kumfukuza? Ni wazi kwamba nilikwambia kitu kama hicho, na nikakuahidi kwamba baada ya siku 2 atakuwa ametoka nyumbani. Lakini nikwambia ukweli, yule hana hadhi ya kuwa na mimi. Wewe ndo ndoto na mawazo yangu, mwanamke pekee ambaye nakupenda kuliko kitu chochote. Nitatimiza mama. Yaani upo kwenye hatua za kwenda kukamilisha. Kwa hiyo hatua bado hujachukua kutimizia kila kitu na kufanyia kile unachokitaka. Kwa nini unaona mimi mtoto mdogo sana? Hapana. Na siwezi kufikiri kitu kama hicho kwako. Yule ni mtu ambaye ana thamani kwangu zaidi yako. Ni mtu ambaye hawezi kuyafikisha maisha yangu na ndoto yangu sehemu yoyote.
wako peke yako ndani ya moyo wangu, ambayo unaweza kufanya kitu chochote na kikatimia kwa malengo na kwa kufikiri, na hata matendo yako yanazungumza hichi ninachokizungumza. George, kuanzia leo sasa na kuendelea, natoa siku 3 pekee nisikie kwamba yule mwanamke pale hayupo tena, ndipo mimi nende ningie pale. Maana unaona kwamba wewe ni drama tu unaniletea hapo. Kwa hiyo huwezi kumfukuza mke wako kwa sababu yangu, si ndio? Ukimwita mke wangu unaniumiza. Yule ni kinyago, mwanamke ambaye hana hadhi ya kuwa na mimi. Nawe peke yako ndo mwanamke ambao unafanya ndoto zangu ziwe kweli. Katuni Kikaragosi. Na ndo mpaka sasa bado anaishi pale. Mariam, tusifikie huko kipenzi changu. Ni kuahidi kitu ambacho kimesimama kabisa. Baada ya hizo siku 3 ambazo umenipa kama heshima, nitakuwa nimemfukuza. Ni siku 3 tu, nadhani hizo ni nyingi sana, zinakutosha. Ukishindwa kufanya hicho kitu, basi mlango ule pale uone kama kituo cha polisi. Usije ukakanyaga tena hapa, maana sitoweza kuendelea kulea ujinga. Au mimi sifai kuwa na wewe? Au mimi si mechi kuwa na wewe? Au kipo unachokikosa kwangu? Kwa nini hicho unachokipata nikiwa kwetu usiende kukirelax ndani kwako? Sawa, nitatimiza hicho ambacho nakitaka. Hivi mapenzi ni nini? Yananitesa moyoni, nayempenda hajali. Ipo wapi furaha yangu? Chozi langu kwake furaha, kila nachofanya naona karaha. Thamani yangu iko wapi? Upendo wangu uko wapi? Majeraha moyoni, nashindwa kuema. Furaha yangu iko wapi? Thamani yangu iko wapi? Majeraha moyoni, nashindwa kuema. Kuema jamani. Mapenzi, furaha yangu iko wapi? Amani yangu iko wapi? Mapenzi jamani, yananitesa mimi.